Mwanzoni mwa filamu tunamuona Pai Patel akifuatwa na mwandishi wa vitabu na historia za kweli. Mwandishi huyu aliamini kwamba maisha ya Pai yangeweza kuwa kitabu kizuri sana. Basi, stori yake ikaanza na wazazi wake waliompa jina la Piscine Molito. Jina lilitokana na swimming pool ya huko Ufaransa. Lakini nchini India, watu wengi huzungumza Kiingereza kuliko Kifaransa. Hiyo basi, jina lake lilionekana la ajabu. Wenzake wakaanza kumuita P, jina ambalo Pai hakulipenda. Pai akiwa amedhamiria kulimaliza jina hilo la P, hivyo basi akachagua kujiita Pai. Mwanzoni wanafunzi wenzake hawakuamini, lakini aliwaonyesha uwezo wa ajabu wa kuandika namba ya kihisabati inayoanza na 3.14 na haina mwisho. Jina la namba hiyo huitwa Pai. Kuanzia hapo, Pai alipata heshima kutoka kwa wanafunzi wenzake na walimu, na akawa kama hadithi ya kushangaza shuleni hapo. Pai alitoka katika familia ya Kihindu. Baba yake aliendesha zoo ya wanyama na mama yake alikuwa ni mtaalamu wa mimea. Akiwa mdogo, mama yake alimfundisha dini ya Kihindu. Hata hivyo, baadaye alivutiwa pia na Ukristo wa Kikatoliki na Uislamu, na akawa akifuata mafundisho ya dini hizo pia. Vile vile, alikuwa akipenda kula mboga za majani tu. Baba yake ni Mhindi wa kizazi kipya. Aliamini kuwa dunia ilipaswa kuendeshwa kupitia sayansi. Baba akamwambia Pai kuwa hawezi kuwa na imani 3 tofauti kwa wakati mmoja, kwa sababu akiamini zote, basi kiuhalisia haamini hata moja. Lakini Pai hakukatishwa tamaa katika imani zake. Pai aliamini kuwa binadamu na wanyama wote wana roho, na kwamba wanyama hawawezi kumdhuru mtu kama watatendewa wema. Siku moja, Pai akampeleka kwa siri kaka yake mkubwa kwenye banda la chui ili wamlishe chui huyo aitwaye Pak. Baba yao akawaona, kisha akafika haraka na kumwondoa Pai kabla chui hajamvamia. Ili kumfundisha somo, baba akaagiza mtumishi alete mbuzi kwa ajili ya chui. Mlango ulipofunguliwa, chui akamkimbilia mbuzi na kumla. Tukio hili likaweka wasiwasi mkubwa kwa Pai na imani yake ikaanza kufifia kadri alivyokuwa. Katika ukuaji wa Pai, alitumia muda wake mwingi wa mapumziko kusoma riwaya na vitabu vya falsafa ili kutafuta maana ya maisha. Siku moja, akakutana na msichana mcheza mziki aitwaye Anandi. Pai akavutiwa na miondoko ya Anandi. Pai akamfuata Anandi na kumuuliza maana ya ishara moja ya dansi. Anandi akacheka kidogo Pai alipoiga dansi hiyo. Kisha Anandi akamweleza Pai kuwa maana yake ni ua lililofichwa msituni. Baadaye, Pai akaangukia katika mapenzi na Anandi na hata akampeleka kumuona chui kwenye bustani yao ya wanyama. Hata hivyo, bustani ya wanyama ya baba yake ilifilisika kutokana na kuporomoka kwa uchumi. Baba yake akaamua kusafirisha wanyama wake kwenda Amerika Kaskazini kwa ajili ya kuwauza. Pia akatangaza kuwa familia nzima itahamia Kanada. Licha ya Pai kupinga vikali, baba yake hakubadilisha uamuzi wake. Kabla ya kuondoka, Pai akatumia muda wake wa mwisho kuwa na Anandi. Anandi akamfunga bangili nyekundu mkononi kama kumbukumbu. Baadaye, Pai aliondoka kwa huzuni akimwaza mpenzi wake Anandi. Hatimaye, Pai akapanda meli kuelekea ngambo. Wakati wa chakula cha jioni, licha ya mama yake kuomba chakula cha mboga ya majani, mpishi mwenye kiburi akamletea chakula chenye nyama. Mama yake akasisitiza msimamo wake, lakini mpishi hakubali. Baba yake Pai akakasirishwa na tabia mbaya ya mpishi na wakazozana. Baadaye, familia ya Pai haikufurahishwa na chakula hicho. Baharia mmoja wa Kikorea akawaambia kuwa mchuzi hauhesabiwi kama nyama, lakini hata hivyo Pai akakataa kula. Meli ilipokuwa ikipita kwenye mfereji uitwao Mariana, meli ikakumbwa na tukio kubwa la maafa katikati ya dhoruba kali. Mawimbi makubwa yakapiga kila upande wa meli kwa nguvu. Pai akaamuka na kwenda juu kwa mfisimko, lakini muda mfupi baadaye maji ya bahari yakaingia ndani ya meli na kuifanya ianze kuzama. Pai akakimbia kurudi kwenye vyumba vya kulala ili aokoe familia yake, lakini akakuta vyumba tayari vimejaa maji. Akiwa hana msaada wowote, akarudi juu kuomba msaada. Wakati huo, mpishi na mabaharia wachache wakawa wakifungua boti ya uokozi ili wajiokoe. Katika vurugu hizo, Pai akasukumwa ndani ya boti ya uokozi. Ghafla, pundamilia akaruka ndani ya boti hiyo hiyo na kusababisha kamba kukatika. Boti ya uokozi ikaanza kuelea baharini ikisukumwa mbali zaidi na mawimbi makubwa, huku Pai akitazama meli ya mizigo ikiendelea kuzama mbele ya macho yake. Pai akapiga filimbi na kupiga kelele kwa kuomba msaada bila mafanikio. Ghafla akaona kitu kikielea kikimwendea, hivyo akakimbilia kusaidia, lakini akatambua alikuwa ni chui. Akiwa ameogopa sana, Pai akaruka baharini. Hata hivyo, alipoiona meli ikiwa imezama kabisa, akatambua kuwa hana budi bali kurudi kwenye boti ya uokozi ili asife baharini. Ili kumkwepa chui, Pai akapanda juu ya mlingoti wa boti na kulia kwa uchungu akiiita familia yake. Asubuhi iliyofuata akaamka akiwa bado juu ya mlingoti na ndani ya boti yupo pundamilia aliyejeruhiwa. Haraka akaanza kuyatoa maji ndani ya boti, lakini ghafla fisi akatokea.
Pai akaogopa sana kiasi cha kurudi tena juu ya mlingoti. Wakati huo huo, sokwe jike akakaribia boti akiwa ameshikilia mafungu ya ndizi. Pai akamvuta na kumpandisha ndani ya boti, kisha akamuuliza watoto wake wako wapi. Sokwe akaangalia bahari kwa huzuni kana kwamba hana jibu. Usiku huo, fisi mwenye njaa akaanza kumng'ata pundamilia. Pai na sokwe wakajaribu kumzuia lakini wakashindwa, na hatimaye pundamilia akafa. Baadaye Pai akagundua kuwa ndani ya boti kuna mwongozo wa jinsi ya kuishi ndani ya bahari, pamoja na makoti mengi ya kuokoa maisha na vifaa vingine. Pai akatengeneza mtumbwi mdogo wa muda kwa kutumia makoti ya kuokoa maisha na makasia. Ghafla, fisi akamshambulia sokwe na hatimaye kumuua. Akiwa amekasirika kwa kifo cha sokwe, Pai akasimama akiwa tayari kupambana na fisi. Kwa mshangao wake, chui akatokea ghafla ndani ya boti na kumuua fisi mara moja. Akiwa amejaa hofu, Pai akaondoka kwenye boti na kupanda kwenye mtumbwi wake mdogo. Baadaye akarudi kimya kimya kwenye boti kuchukua vifaa wakati chui amelala. Pai akaona panya akizunguka karibu na vifaa. Ghafla chui akaamka. Hivyo Pai akamlisha chui panya huyo, kisha akarudi kwenye mtumbwi wake. Usiku ukaingia. Pai akalia kwa kukata tamaa akiwa peke yake, akielea juu ya mtumbu katika bahari ya giza totoro. Bahari ikionekana nzito na ya huzuni, chini ya giza lisilo na mwisho hadi alfajiri ilipoanza kuchomoza. Jua lilipochomoza, bahari ikang'aa kama kioo, ikiakisi boti nyeupe na mvulana huyo, kana kwamba wanaelea juu ya wingu la mwanga. Pai akaandika barua kwa kalamu na karatasi, akaiweka ndani ya chupa na kuitupa baharini. Pai akasimama kati ya bahari na anga, akiomba kwa dhati mwongozo wa Mungu. Baada ya hapo, akaanza kusoma kwa makini mwongozo wa kuishi baharini na kujifunza mbinu nyingi za kujiokoa. Akatumia hata baadhi ya mbinu hizo kuitikiza boti kwa nguvu, kiasi kwamba chui akaanza kupata kichefuchefu cha baharini. Mwanzoni, Pai akajaribu kugawanya eneo kati yake na chui kwa kukojoa kuashiria mipaka, lakini chui akamkojolea usoni, akionyesha nani mwenye mamlaka. Kwa kuwa chui angeweza kumla wakati wowote, Pai alilazimika kujifunza kuvua samaki ili amlilishe chui. Hata hivyo, chui naye akaruka baharini kwa njaa akijaribu kuwinda, lakini hakufanikiwa kupata chochote. Pai alipomwona chui akimkaribia, Pai akakimbilia kwenye boti ya uokozi. Chui akabaki baharini na kushindwa kupanda juu. Mwanzoni, Pai alivuta mtumbu wake karibu na boti akiwa na mpango wa kumwacha chui afe, lakini moyo wake ukashindwa kuvumilia kumwona chui huyo akifa. Hivyo akamsaidia kurudi ndani ya boti, kisha yeye akarudi tena kwenye mtumbu wake. Siku moja, Pai akafanikiwa kuvua samaki, lakini akalia kwa uchungu baada ya kulazimika kumuua samaki huyo. Pai akamshukuru Mungu kwa kuokoa maisha yake kwa kumtumia samaki huyo. Kisha akamuita chui kwa filimbi na kumlisha samaki. Jioni moja, akiwa anafurahia mandhari nzuri ya bahari, nyangumi mkubwa akaruka juu kutoka majini na kuupindua mtumbu wa Pai. Chakula na maji yote ya kunywa yakapotelea baharini. Wakati Pai akiingiwa na hofu ya njaa na kiu, kundi kubwa la samaki wanaoruka linaingia ndani ya boti. Pai akafanikiwa kumchukulia chui samaki mkubwa na yeye kula nyama mbichi kwa mara ya kwanza maishani mwake. Kwa kuwa kusafiri kati ya boti na mtumbwi ni hatari, Pai akaamua kwa ujasiri kutangaza vita dhidi ya chui, na kwa kutumia busara na ujasiri akaanza kumzoesha na kumtawala. Baada ya hapo, si tu kwamba akafanikiwa kuishi kwa amani na chui ndani ya boti, bali pia akajihakikishia nafasi yake katika safari yake kuelekea kusikojulikana. Pai akajifunza kuishi na kuzoea mazingira. Akaandika kumbukumbu za safari yake ya kupeperushwa baharini. Pai akatambua kuwa hawezi kuishi bila chui huyo, kwa sababu hofu ya chui inamfanya awe macho na makini kila wakati. Zaidi ya hayo, jukumu la kuhakikisha chui akiishi likampa Pai sababu mpya ya maisha. Siku moja, Pai akaona meli ikipita karibu nao. Kwa haraka, Pai akatuma ishara ya kuomba msaada kuelekea kwenye meli iliyopita, lakini hakuna aliyemjibu. Pai akahuzunika, lakini hakukata tamaa. Siku zikapita na bado hakuna aliyekuja kumwokoa. Jioni moja tulivu, Pai akaona maono ya ajabu chini ya bahari, kama mzunguko wa kumbukumbu uliong'aa. Akaona sura za wanyama mbalimbali na hata uso wa mama yake ukitokea. Hata hivyo, akajua wazi kuwa meli ya mizigo iliyokuwa imebeba familia yake imezikwa chini ya bahari. Pai akaendelea kuandika shajara kila siku, akitumaini kupata msaada, ingawa mara nyingi hawezi kutofautisha mchana na usiku, ndoto na uhalisia. Katika hali hiyo ya kuchanganyikiwa, dhoruba kali ikatokea. Boti ikatikisika kwa nguvu na shajara yake likapeperushwa na upepo baharini. Akiwa amepiga magoti juu ya turubai jeupe, Pai akamshukuru Mungu kwa neema ya kumwokoa. Akamuita chui waabudu pamoja naye, lakini chui alihangaika kwa hofu akipambana na mawimbi makubwa. Pai akamuuliza Mungu kwa nini alimtesa chui, rafiki yake wa pekee aliyebaki naye. Baadaye, Pai akarudi ndani ya kibanda cha boti na kujificha chini hadi dhoruba lilipopungua. Baada ya dhoruba, Pai akanywa maji ya mvua kidogo ili kujipa nguvu, na pia akampa chui.
lakini kwa huzuni, chui akaonekana dhaifu sana, kana kwamba yuko karibu kufa. Pai akampapasa chui huyo na kujiandaa kukubali kifo. Hata hivyo, alipofumbua macho, akajikuta wakiwa kwenye kisiwa kilichojaa mimea. Mara moja, Pai akala matunda na mimea ili kuondoa njaa yake, kisha akaanza kuchunguza kisiwa hicho. Kisiwa kizima kilifunikwa na mimea pamoja na mizizi. Katikati kuna mabwawa madogo ya mviringo yaliyozungukwa na nguchiro wengi. Pai akaogelea kwa furaha katika moja ya mabwawa hayo, huku chui akiwinda nguchiro kwa furaha. Baadaye, Pai akazunguka msituni na kufunga bangili aliyopewa na mpenzi wake kwenye mzizi wa mti kama kumbukumbu. Jioni ilipofika, nguchiro wote wakapanda juu ya miti kwa haraka. Chui naye akaogopa na kurudi kwenye boti yake. Usiku ulipowadia, Pai akagundua kuwa maji ya bwawa yakianza kung'aa na samaki waliokuwa ndani yake wakaanza kuoza. Wakati huo, kisiwa kilionekana kama mwili wa mwanamke aliyelala. Baadaye, Pai akapata jino la binadamu ndani ya ua. Akagundua kuwa hicho ni kisiwa cha kutisha. Maji yake ni safi mchana, lakini usiku hubadilika na kuwa tindikali inayoyeyusha viumbe vilivyo ndani yake. Ikaonekana jino lile liliachwa na mtu aliyewahi kufika hapo na kufa peke yake. Pai hakutaka kuishia kama mtu huyo, kusahaulika na kufa peke yake. Akatamani kurudi kwenye ulimwengu wa watu. Siku iliyofuata, akapakia boti yake na maji safi, mimea na hata nguchiro wa kutosha kumlisha chui. Baada ya kumpigia filimbi, chui akapanda kwenye boti na wakaondoka. Inasemekana kwamba kisiwa hicho kilitoweka baada ya wao kuondoka na hakuna aliyewahi kukiona tena. Pai akaona tukio hilo kama mpango wa Mungu katika maisha yake. Akaamini kwamba hata katika mateso makubwa, Mungu hamwachi bali humsaidia. Baada ya kupeperushwa baharini kwa muda usiojulikana, Pai hatimaye akafika ufukweni. Akiwa amelala ufukweni kwa uchovu, paka akaingia msituni bila hata kugeuka nyuma. Pai hakuelewa kwa nini chui amemwacha ghafla bila kuonesha hata dalili ya kuagana, licha ya yote waliopitia pamoja. Hatimaye, Pai akaokolewa na wenyeji wa eneo hilo na akalia kwa uchungu kwa kumpoteza rafiki yake wa karibu, chui. Baadaye, wachunguzi kutoka kampuni ya usafirishaji wakaja kujua chanzo cha ajali ya meli. Pai akawaeleza hadithi yake, lakini hawakuamini simulizi hiyo ya ajabu. Hivyo Pai akawapa hadithi ya uongo. Katika hadithi hiyo, watu 4 waliookoka baada ya meli kuzama: Pai, mama yake, mpishi na baharia wa Kikorea. Baharia alivujika mguu aliporuka kwenye boti ya uokozi. Mpishi akamkata mguu ili kujaribu kumwokoa, lakini baharia alikufa hata hivyo. Mpishi alitumia mwili wa baharia kama chambo cha kuvulia samaki, akijitetea kwamba walihitaji chakula zaidi ili waishi. Mama wa Pai alipopata ukweli huo, alimkabili mpishi kwa hasira, lakini mpishi alikula mwili wa baharia bila huruma. Wiki moja baadaye, Pai alipigwa na mpishi kwa sababu ya kumwachilia kasa aliyekuwa wamekamata. Mama yake alijaribu kumlinda Pai kwa kupigana na mpishi, lakini mpishi alimuua. Tukio hilo lilimchochea Pai, na kwa hasira na maumivu makubwa, alimchoma kisu mpishi na kumuua. Siku iliyofuata, Pai akaendelea kuelea peke yake katika bahari ya Pacific hadi hatimaye akaokolewa. Wachunguzi wakabaki kimya, kwa sababu kwa namna fulani hawapendi hadithi ya pili. Mwandishi alikuwa na akili ya kuchambua na akaona uhusiano kati ya hadithi hizo mbili. Wanyama katika hadithi ya kwanza walifanana na wahusika wa kibinadamu katika hadithi ya pili. Kwa mfano, pundamilia aliyekuwa amevunjika mguu alimwakilisha baharia wa Kikorea aliyepata jeraha hilo. Fisi akamwakilisha mpishi mkatili. Sokwe jike akamwakilisha mama yake Pai, na chui akamwakilisha Pai mwenyewe, upande wake wa ukatili ulioamka wakati alipokuwa akipambana na mazingira ya kikatili na mateso makubwa. Wema na uovu ni pande mbili za asili ya kibinadamu na zinaweza kuishi ndani ya mtu mmoja. Katika safari yote, ikaonekana kwamba Pai hakuwa akimzoesha tu chui mkali, bali alikuwa akijitahidi kudumisha mizani kati ya wema na uovu ndani yake. Ingawa alijua kuwa ni ule upande wa kikatili uliomsaidia kuishi katika hali ngumu sana, bado alihitaji kuudhibiti. Hii inaeleza kwa nini chui aliondoka bila kugeuka nyuma walipofika kwenye ulimwengu wa watu, ulimwengu ambao haukuwa wa chui. Chui aliwakilisha upande wa ukatili wa Pai ambao haukuwa na nafasi katika maisha ya kawaida ya kijamii. Ndio maana Pai alilia sana kwa kumpoteza rafiki yake bora mara tu waliporudi katika ustaarabu. Mwandishi alipoulizwa ni hadithi ipi bora, akachagua ile yenye chui kwa sababu ni ya kuvutia zaidi. Baada ya kujua kuwa Pai ameoa na ana watoto, mwandishi akahitimisha kuwa hadithi ya Pai ina mwisho mzuri. Kwa kweli, hata wachunguzi wakaamua kuamini hadithi ya kwanza na wakamsifu Pai kwa ujasiri na ustahimilivu wake. Asante kwa kutazama. Tafadhali like, subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi za filamu mpya. Kwa heri.